Vijana wa Kiafrika wameamua kujikita katika kilimo cha kisasa ili kuweza kupata mazao bora na kuzalisha mazao mengi kwa ajili ya biashara. Kijana Jumanne Idi, mkulima wa mboga katika eneo la maili moja, ameeleza faida na utofauti kati yake na mkulima mwingine. Kilimo kina pesa nyingi mno endapo kama utakizingatia vizuri na kufuata process zote vile vinavyotakiwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sana sisi tunalima mboga. Hicho ndio kilimo ambacho tumeanza nacho toka awali, ni kilimo cha mboga, lakini sasa tumeingia kwa kilimo tofauti. Kwa nini tuliamua sasa kuanza na kilimo cha mboga? Kwa sababu mboga zina faida kubwa na kwa muda mchache. Una uwezo wa kulima mboga ndani ya wiki 3 hadi 4 ukawa tayari umeshapata faida. Kwa hiyo tukaona kwa nini sasa, kwa sababu ni muda mfupi hivyo, kwa nini tusijikite moja kwa moja na hicho kitu? Na ndio maana tukaamua tujiingize kwa swala zima la kilimo cha mboga. Kitu ambacho kinatofautisha na wakulima wengine, naweza nikasema sisi tunalima kisasa zaidi ukitofautisha na wakulima wengine. Kuna wakulima ambao wanalima locally sana, lakini sisi tunalima kisasa zaidi. Tunazingatia matumizi ya mbolea, matumizi ya madawa ya wadudu, warukao, watambao na madawa fungus, lakini kuna wakulima wengine vitu kama hivyo hawazingatii, na ndio maana hata kwenye upande wa mavuno apata mavuno kidogo kulinganisha na sisi. Na ameongezea kwa kusema kuwa kwa sasa ana mafanikio makubwa ya kilimo. Upande wa mafanikio toka nimeingia kwenye kilimo yapo makubwa mno tena sana, na anaendelea kuonekana, na mimi pia naendelea kujulikana. Kwa kwenye upande wa mafanikio nikasema nimepata mafanikio makubwa sana kulingana na mwanzoni nilikuwa nafanya kilimo cha mboga tu, lakini sasa hivi nimejiongeza na mashamba mapapai, pia na mashamba ya migomba na shamba la pilipili, na bado naendelea tena kujitanua zaidi, na najiwekezea hivyo vitu vingi ili kusudi ni baadaye nikaweza kuingiza faida kubwa zaidi. Nisingekuwa na elimu kama hii nilionayo, sidhani kama ningeweza kufanya kilimo kisasa zaidi kama hivi nilivyo. Kwa sababu kama tunavyoona kwa sasa hivi kilimo kimekuwa more advanced sana na kinaenda kiteknolojia zaidi. Kwa kutokana na mimi kuwa mzoefu katika kilimo cha mboga toka nimezaliwa na kiona na naenda nacho hivyo, na hivi mpaka nimefikia hivi, naendelea kupata ujuzi kwa watu tofauti na sehemu tofauti hadi nje za nchi. Kwa kulingana na vitu kama hivyo nazidi kupanuka kimawazo na kiuwezo, hasa katika swala zima la kilimo cha mboga. Kwenye upande wa kuwasaidia watu wengine ambao hawajihusishi na kilimo lakini wanahitaji kufanya, mimi mara nyingi sana huwa natoa elimu ya kilimo cha mboga, sio mboga tu, elimu ya kilimo in general. Vilimo tofauti na maanisha hapo, naongelea papai, naongelea kilimo cha miembe, mikorosho, kilimo cha pilipili, vyote hivyo wanafundisha. Na sasa masomo yangu mimi huwa natoa kwenye WhatsApp. Kwa upande wake mkulima wa mazao tofauti Hadija Jabil amewataka vijana wenzake waingie kwenye soko la ajira, na ametoa ujumbe kwa vijana wa Kiafrika. Tanzania vijana wengi wanahangaika na changamoto ya ajira, lakini mimi niliona fursa ambazo zipo kwenye soko la ajira. Kwanza ni fursa za masoko. Wote tunafahamu, tukizungumzia tu ndani ya nchi sasa hizi tuna watu zaidi ya milioni 50 ambao wanakula siku zote, asubuhi, mchana na jioni. Tulianza kulima hapa mwaka 2016. Tulikuwa tunalima kwa ajili ya soko la ndani. Kwa hiyo tulikuwa tunalima nyanya, hoho, matango, mboga zaidi ya aina 15. Kwenye mnyororo wa thamani kuna fursa nyingi sana ambazo kijana yoyote anaweza akaingia na akafanya biashara. Nikiripoti kutoka eneo la tukio, Zaina Rashid, A3 TV.